Mabinti ndio watu wa ajabu sana. Yaani mtu sio baba yako, sio kaka yako, hamkuzaliwa wote pamoja, unampenda huyo kuliko baba yako. Sio mumeo, hata waja kuoa bado unamwekea 100%. Aliniaminisha. Yaani kwa msosi unaliokununulia hotelini ndio ukafikiri 100% siko hapo. Kwako ka smartphone na kenyewe ujui kama linunua au aliiba. Ujui kama likapataje. Amekupako ndio kanakupa 100% kweli? Unataka kujiua? Unataka kunywa vidonge? Unataka kunywa sumu? Mimi bora nife kabisa, maana kumpoteza yeye uhai wangu wote ulikuwa kwake. Wewe wazee wamekulea, wamekutunza, wamekusomesha, unataka kujiua kwa tapeli huyu aliyekuwa anakuchezea hisia zako na mawazo yako? Aliyekuwa tapeli mkubwa amechezea hisia zako, unataka kujiua kwa ajili yake? Kabla hujafa rudisha ada ya wazazi. Kabla hujafa rudisha matunzo ambayo wazazi wako walikutunza. Unataka kujikatisha hapa, unajikatisha uende wapi? Ulikula vya watu. Wazazi wako wameweka malengo juu yako, wakauza viwanja, wakauza nyumba, wakusomeshe wewe. Wanajua baadaye ukiwa na maisha mazuri watapata litani yake. Litani yake ndio hiyo sumu za panya. Kwa sababu tu ya kijana aliyekuwa anavaa mlegezo kana halisha usiku kucha. Weka siri na niuta. Huyo umekutana naye chuoni. Ulishaona kuna mwanamke analizika hii dunia? Wewe mwanamke aliyelizika utampata wapi? Mungu kawapa kucha, wameongeza nyingine za bandia. Mungu kawapa makalio, wameongeza. Mungu kawapa rangi, wameikataa. Mungu kawapa nywele, wamegoma, wanachukua parachichi wanasaga na mayai ya kienyeji na asali wanaweka kichwani. Ndio unaona wanaume hawana afya, kumbe vyakula wake zao wamepeleka wapi? Ona tu wamefunga mifuko ya plastiki. Karibu mme wangu, kumbe parachichi na mayai yameishia wapi? Toto awali mayai wanakosa protini hapo. Hamna mwanamke anayelizika hii dunia, wala hautampata. Hilo nalisema wazi paka Yesu anarudi. Maana kwa kulijua hilo Mungu akasema, enyi waume ishini na wake zenu. Kwa nini? Hela yote haiwezi kuishia kwa watoto. Kila siku watoto nguo, watoto hiki, mke wangu hivi. Wanawake nao hawalizikagi, kila fashion ya nguo anataka. Jesus! Utaishi tu kumvalisha mke wako, nyingine kula. Na wewe baba kajipigepo pamba, unatembea kiatu paka kimeangukia upande wa pili. Ovate MLM. Jesus. Mke wako yeye ni kuvaa mavitenge mawaksi. Nyingine na wewe furahia maisha. Funke! Mke wangu awe na furaha. Ulishaona kuna mwanamke analizika hii dunia? Sasa leo madem mgogo amewafikia. Si mwenyewe umesikia venye anasema? Anasema hakuna venye wewe utawachwa alafu uanze kututishia ati unataka kukunywa sumu. Hadi sijui uko na depression, uko na stress. Anasema hiyo ni upuzi maze. Anasema unafaa kuconcentrate na kupenda wazazi wako. Upende mama yako ama baba yako. Hao ndio watu wenye wanakujua. Anasema wewe unaamka tu siku moja ati umeachwa na boyfriend yako, alafu unasumbua watu ati unataka kujimada mazi. Lakini sasa hiyo sio issue. Amekuja hadi akaamua kuchanua wanawake man. Anasema ati wanaume hawapendangi more than 90 days. Hebu tusikize huyu jamaa. Mwanaume anapenda mke kwa siku 90 tu. Umeshituka? Yes. Ngoja nikushitue zaidi. Mwanaume upendo wake ule wa kupenda, si mwanaume huwa apendagi mwili mzima wa Exactly. Anaweza kapenda shingo. What? Akapenda kifua, akapenda macho. What did you say? Akapenda. Mnachekani? Si huko karibu na mwanaume muulize mke wako lipendea nini? Atakwambia mwingine sura, atakwambia shingo yake, macho yake, sijui mashavu yake, tabasamu yake, sijui mkono wake, sijui mguu wake, atakwambia tu. Sasa hivyo vitu alivyovipenda, anavipenda kwa siku 90 mpaka 100. Yesu! What did you say? Zikishafika hizo siku 100 au 120, vile vitu vina expire.
hana habari navyo tena. What? Kinachohama anahamia kwenye tabia za huyo mama. Ndio maana mama, unaweza ukaenda saruni, Pastor Rusi, ukaenda saruni ukajiweka vizuri, ukasema kokonyo ataniona. Unafika nyumbani hata akuangalia. Unamuuliza, ndo narudi kutoka saruni, sasa hey, vipi nini? Anasema hey, nipe chai. Hey. Yeye kwake sio sura yako, ni chai. Unasema vipi? Napendeza. Songa ugali, nasikia njaa. Anyway. Kwake ugali ndio wa maana kuliko sura yako. Continue. Yaani anahama kutoka sura kwenda kwenye matendo. Mimi kuhusu sura yake sihangaiki nayo. Jesus, ambiawe. Mnanisikia? Nachotaka matendo na tabia njema humo ndani. Nikute chakula kwa wakati, ananifulia nguo na mimi nafua za kwake. Mbona umesema hey? Ukitaka kujua picha ya kanisa, usiangalie wazee. Angalia vijana. Tabia za vijana ndo zina reflect, zitakwambia kwamba kanisa hili ni la kiroho au la kimwili. Vijana ndio wanaotoa picha. What is the meaning of this? Ukiona tu vijana tu maraya, ujue hilo kanisa limeoza. No, they will go keep you away. Ukiona tu vijana tumesimama, tuna misimamo, tuko vizuri, ujue hata chakula wanachopewa madhabahuni kiko hai. Ukitaka kujua neno la mchungaji liko hai kiasi gani, linasaidia watu kiasi gani, angalia vijana wake wanaosali hapo. Ukiona tu vijana tunatosali hapo tu maraya, tunatoa mimba ovyo, tunazini Like damn. Tunafanya mikesha alafu tunakesheana. Nini? Ujue madhabahu hiyo ni ya kuitoroka. Unanisikia? Yes. Wazee ni ngumu kujua. Nimesikwambia tuzee twingi tumbaki tuchawi tu. What? Tuzee twingi hatuwezi kuonyesha umaraya wao. Nyie vijana ndio kipimo halisi cha kanisa. Ewe. Unanisikia? Ukiona vijana wanashika hela, vijana wale, ujue kuna maendeleo. Lakini ukiona vijana hawana hela, kuna shida. Sasa naongea na married men. Wewe experience yako iko aje? Ama married ladies, after hiyo 90 days ama 120 yenye Mgogo amesema, wewe unaona kuko aje? Cause Mgogo anasema mwanaume hawezi waste miaka yake 70 ati anakupenda. Anasema yeye anakupendaga for 90 days na kuna kitu moja ama mbili yenye ilifanya akupende. Either ni shingo, sura ama nyash. Anasema hakuna venye mwanaume ataka tu ati apende mwili yako yote. So anasema hata wewe ukitoka uende sijui ujirembeshe ama ufanye nini, yeye hiyo haimuhusu. Anasema yeye anataka ukisharudi, ukisha come back, apate food imeiva, umemfulia nguo, hiyo ndio anajali nayo. Anasema hata wewe ukitoka salon uko sijui umeshuka tumuuliza ati how am I looking. Anasema yeye hiyo imuhusu, atakwambia kwenda pika chai ulete. Cause Mgogo naye anajua kukanyaga shingo. Anyway, for now, na wawishia happy festive season. Mimi nawapenda sana. Salute.